Kila kitu ambacho mmeambiwa na kuamini kuhusu utunzaji wa meno kiasili ni nusu ukweli ambao ni hatari sana. Kama unajali afya yako na unataka kuishi miaka yako ya uzeeni bila mateso, bonyeza alama ya kupenda na ujiunge na chaneli hii sasa hivi. Hii ni kwa wale tu wanaojali maisha yao na afya zao kwa dhati. Lakini kwanza, kile ambacho hamjawahi kusikia kutoka kwa daktari wako na mahali ambapo maagizo ya matibabu huwa kimya kabisa. Mmetumia mswaki wa miti kwa miaka 50 bila kukanyaga hospitali. Mnajivunia na kudharau miswaki ya plastiki mkisema mswaki wa miti ndio bora. Kumbe mnakoroga fizi za meno kwa mbao ngumu hadi zinaanguka. Mnasababisha majeraha ya kudumu, mnaleta hatari ya kansa ya mdomo, na sasa hamwezi hata kutafuna ile nyama choma mnayoipenda sana mkiwa na marafiki zenu. Huu ndio ukweli mchungu ambao zahanati zetu hazitaki kuwaambia. Sio kwa sababu ya njama fulani fiche, bali kwa sababu ya urasimu wa mfumo wa afya unaowapa madaktari dakika 5 tu kwa kila mgonjwa. Hawana muda wa kuwafundisha jinsi ya kusugua meno bila kuharibu fizi, na mfumo hautoi kipaumbele kwa kinga na elimu kwa wazee wetu nchini Kenya. Andika kwenye sehemu ya maoni, je, daktari wako aliwahi kukuambia jambo hili? Siko hapa kuwapa maneno matamu au kuwafariji kwa uongo. Niko hapa kuwaeleza ukweli ulio wazi, kwa ujasiri na kwa usahihi wa kitabibu, kwa sababu ninyi ni wazee wangu na ninawajali sana. Nimeona maelfu ya vinywa vilivyoharibiwa na imani potofu kwamba kila kitu cha asili hakina madhara. Mswaki wa miti una faida zake. Ndiyo, mwarobaini una dawa. Lakini tatizo sio mti. Tatizo ni jinsi mnavyosumia na nguvu mnayotumia kila asubuhi na jioni. Kadiri umri unavyosonga, fizi zetu huwa dhaifu na nyepesi. Mnapochukua kijiti kigumu na kuanza kusugua kwa nguvu asubuhi baada ya kunywa chai ya tangawizi ya moto au chai ya strungi, mnaunda majeraha madogo kwenye fizi zenu. Majeraha haya yakijirudia kila siku kwa miaka 50, yanasababisha uvimbe wa kudumu. Fizi zinaanza kurudi nyuma na kuacha mizizi ya meno wazi ambayo inaoza haraka sana. Meno yanaanza kulegea na hatimaye kudondoka moja baada ya jingine kwa maumivu. Kibaya zaidi, uvimbe huu mdomoni ukichanganywa na ugoro unaleta hatari kubwa ya kansa. Kwani ni miaka mingapi mmekuwa mkifanya hivi bila kutambua madhara yake? Bofya kiungo kilicho kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Jiandikishe kwenye chaneli hii wakati fursa hii bado ipo. Tuwe jumuiya ya watu ambao hawakubaliani kibubusa na mfumo unaotutenga na kutuficha ukweli wa kimsingi kuhusu miili yetu inayozeeka. Sisi sio watu wa kudanganywa na ahadi za uongo zinazotolewa na wataalamu wa afya. Hebu fikirieni maisha yenu sasa hivi mkiwa kwenye sherehe za kifamilia. Mnaenda kwenye harusi au sherehe ya kijiji, mnapakuliwa nyama choma nzuri, lakini mnashindwa kula. Mnaishia kunywa supu na kula ugali uliolowekwa kwa mchuzi ili uwe mlaini. Hili sio swala la kukosa meno tu. Ni swala la kupoteza heshima na furaha yenu. Mnaposhindwa kutafuna nyama na vyakula vigumu, mnakosa protini muhimu kwa mwili unaozeeka. Mwili unaanza kudhoofika, misuli inasinyaa, mnakuwa wepesi wa kuanguka na kuvunjika mifupa. Mnapokula vyakula vya kisasa vilivyojaa wanga, kisha mnatumia mswaki wa miti ambao nyuzi zake haziwezi kuingia katikati ya meno, mnawapa bakteria nafasi ya kujificha. Bakteria hawa wanatengeneza asidi inayoendelea kutoboa meno yenu chini kwa chini. Mswaki wa miti husafisha nje tu, lakini katikati panabaki na uchafu unaooza. Kliniki nyingi zinajaa vijana ambao hawana muda wa kuwasikiliza wazee. Watawaangalia kwa haraka, watawaandikia dawa za kupunguza maumivu zenye madhara na kuwafukuza mrudi nyumbani.
Hawatawaeleza ukweli kwamba ugonjwa unaoanzia kwenye fizi zilizoharibiwa unaweza kusafiri kupitia damu hadi kwenye moyo, kwa sababu kinga haileti faida kwa mfumo huu wa kibiashara uliopo. Mfumo wa sasa wa matibabu hauna ruzuku kwa wazee wanaohitaji matunzo ya meno nchini Kenya. Unategemewa ujitegemee au utegemee watoto wako kulipia matibabu ya meno ambayo ni ghali kupindukia. Lakini nina habari njema kwenu. Mwili wa binadamu una uwezo wa ajabu wa kujiimarisha ukipata nafasi na mazingira sahihi. Kama mkibadilisha mienendo yenu leo, mkaacha kusugua fizi zenu kwa ukatili na kuanza kutumia mbinu sahihi za usafi wa kinywa, mtaona mabadiliko makubwa. Katika muda wa miezi 3 ijayo, uvimbe na maumivu yale ya kimya kimya vitapungua sana. Baada ya miezi 6, hali ya fizi zenu itatengemaa na kuacha kurudi nyuma, na kutokwa na damu wakati wa kusukutua kutakoma kabisa. Na baada ya mwaka mmoja, hatari ya kupata magonjwa hatari ya mdomo na kupoteza meno yaliyosalia itapungua kwa kiasi kikubwa sana. Fikirieni gharama ambazo mtaokoa kutokana na kuepuka upasuaji wa fizi, kung'olewa meno hospitalini na matibabu ya kansa ya mdomo. Hizi ni pesa ambazo mnaweza kuachia wajukuu wenu, kuwasomesha au kujengea miradi yenu ya uzeeni badala ya kuziteketeza kwenye hospitali zinazowajali tu mnapokuwa wagonjwa mahututi. Afya yenu ni mtaji wenu wa mwisho na wa thamani. Kiungo kilicho kwenye maelezo kinaelekeza kwenye ushauri wa bure. Jiandikishe wakati bado kuna nafasi. Kila kitu ambacho mmekuwa mkiambiwa kuhusu mswaki wa miti na ubora wake wa kulinda meno yenu kwa miaka 50 ni uongo mtupu. Ndiyo, ni uongo ambao umegharimu wazee wengi afya zao bila wao kujua. Mmekuwa mkijigamba jinsi hamjawahi kukanyaga hospitalini, jinsi meno yenu ni imara kuliko ya vijana wa kisasa. Lakini ukweli mchungu ni kwamba mnajiharibu wenyewe kila asubuhi mnapotafuna huo mti. Wale tu wanaojali afya zao ndio wanaofaa kubofya kitufe cha kupenda na kujisajili kwenye chaneli hii. Kama unataka kuendelea kuishi katika giza la kutojua, basi unaweza kupuuza ujumbe huu. Lakini kwanza, kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako, kile ambacho kimefichwa kwenye faili za kliniki ambazo hazitaki kukuambia ukweli kwa sababu ya urasimu wa kimatibabu na faida za kibiashara. Kliniki nyingi hazina muda wa kukaa na wewe na kukueleza haya kwa undani. Wanasubiri meno yako yaanguke, ndipo wakuuzie meno ya bandia kwa bei ghali sana. Mfumo wetu wa afya haujali kinga, unajali matibabu ya gharama kubwa. Wanakuacha uendelee na makosa yako mpaka utakapohitaji upasuaji. Hapo ndipo wanapotengeneza pesa zao, kupitia maumivu yako ya uzeeni. Mbona wazee wa Kenya mnadharau meno ya plastiki na miswaki ya kisasa, mkasema mswaki wa miti ndio bora? Mnajivunia kutumia mwarobaini, mkisema unaua vijidudu na kutibu magonjwa yote. Kumbe ukweli ni kwamba mnakoroga fizi za meno yenu kwa nguvu, mkichubua nyama nyororo ya mdomo kila kukicha. Miti hii inapasuka na kuacha vijiti vidogo vyenye ncha kali vikichoma fizi zenu bila huruma. Matokeo yake, fizi zinasinyaa na kurudi chini, zikiacha mizizi ya meno wazi na hatarini. Andika kwenye maoni, je, daktari wako aliwahi kukuambia haya? Je, aliwahi kukueleza kuwa msuguano wa kila mara unaosababishwa na mti mgumu unaleta uvimbe wa kudumu kwenye kinywa chako? Uvimbe huu wa kudumu sio jambo la kupuuza hata kidogo. Kila mara unapokunywa chai ya tangawizi yenye moto asubuhi, au unapotafuna ugali na sukuma wiki, mabaki ya chakula na bakteria yanaingia kwenye mashimo yaliyochimbwa na mswaki wa miti. Fizi zinavimba, zinatoa damu kwa siri, na seli za mdomo zinaanza kubadilika kutokana na usumbufu wa kila siku. Huu sio ugonjwa unaotokea kwa siku moja. Ni matokeo ya miaka 50 ya kusugua mdomo kwa mti mgumu, mkidhani mnafanya usafi na kujilinda.
Mfumo wa afya unajua fika kuwa michubuko ya kudumu mdomoni ni kichocheo kikuu cha mabadiliko ya seli yanayoweza kuleta saratani ya mdomo. Ndiyo, saratani. Sio uchawi, sio laana, ni kile kipande cha mti unachokisugua kwa nguvu. Bofya kiungo kwenye maelezo ya video na ujisajili kwa ushauri wa bure. Hii ni hatua yako ya kwanza ya kujikomboa. Jisajili kwenye chaneli hii wakati bado inapatikana, na ujiunge na jumuiya ya watu wasioamini mfumo huu kipofu, watu ambao wako tayari kuuliza maswali magumu na kuchukua hatua za haraka kulinda afya zao. Ni miaka mingapi umekuwa ukifanya hivi bila kutambua? Fikiria jinsi unavyohisi sasa hivi. Zamani ulikuwa unakaa na wazee wenzako mkila nyama choma, mkitafuna mifupa bila shida yoyote, huku mkipiga stori. Leo hii, huwezi hata kugusa nyama choma. Meno yanatetemeka, fizi zinauma vibaya sana, na unalazimika kula vyakula vilivyopondwa kama mtoto mchanga. Unapata shida ya kiungulia kwa sababu kinywa chako kimeshindwa kufanya kazi ya kutafuna. Heshima yako kama mzee inashuka unaposhindwa kufurahia matunda ya uzee wako kwa sababu ya ukaidi wa kukataa kubadilika. Unajidanganya kuwa mswaki wa plastiki ni mbaya, lakini umetengenezwa kulinda fizi zako nyororo, sio kuzirarua kila unapoamka. Sawa, labda hutaki kutumia plastiki, lakini lazima ubadilishe jinsi unavyotunza kinywa chako kabla hujapoteza kila jino lililobaki na kuachwa na ufizi mtupu. Kama utaanza kubadilisha mbinu zako leo na kufuata ushauri sahihi wa kutunza fizi zako, utaona mabadiliko makubwa sana. Katika muda wa miezi 3 tu, uvimbe na kutokwa na damu kwenye fizi vitapungua kwa kiasi kikubwa sana. Seli za fizi zitaanza kujijenga upya. Utaanza kuhisi nafuu unapokunywa maji baridi au chai moto. Baada ya miezi 6, hali ya kinywa chako itatengemaa kabisa. Fizi zitaanza kushika mizizi kwa uimara tena, na maumivu ya mizizi iliyo wazi yatapotea. Na ikifika mwaka mmoja, hatari ya kupoteza meno yako yaliyosalia itapungua kwa kiwango cha kushangaza, na viashiria vyote vya afya ya kinywa vitaimarika. Fikiria kwa makini gharama za matibabu ambazo utaepuka. Matibabu ya saratani ya mdomo, upasuaji wa fizi, na kununua meno ya bandia kutakugharimu mamia ya maelfu ya shilingi. Hizi ni pesa ambazo ungeweza kuwaachia wajukuu zako kama urithi wako. Pesa za kuwasomesha au kuwanunulia mashamba. Badala yake, unaziteketeza kulipia matibabu ya ugonjwa ambao ungeweza kuepuka. Pesa hizi ni jasho lako la miaka mingi. Usikubali ziliwe na mfumo wa hospitali unaosubiri ufanye makosa ili ujitajirishe kupitia mateso yako. Kiungo kilicho kwenye maelezo kinaongoza kwa ushauri wa bure. Jisajili wakati bado kuna nafasi. Okoa afya yako, okoa pesa zako, na urudishe heshima yako ya kufurahia maisha bila maumivu ya kila mara. Hakuna anayestahili kuishi kwa maumivu wakati suluhisho lipo mikononi mwake. Kila kitu mnachojua kuhusu kutunza meno yenu ni uongo mtupu. Na kile ambacho hamjawahi kuambiwa na madaktari wenu kinawagharimu afya yenu. Tafadhali, kama kweli unajali afya yako na unataka kuishi maisha marefu bila maumivu, bonyeza kitufe cha kusubscribe na ulike video hii sasa hivi. Hii ni kwa wale tu wanaojali afya zao kwa dhati. Lakini kwanza, kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako, na hapa ndipo maagizo ya hospitali yanapokaa kimya kabisa. Wazee wangu, mmekuwa mkitumia mswaki wa miti kwa miaka 50 bila kufika hospitali. Mnajivunia sana, mnakaa mkinywa chai ya maziwa, mnadharau meno ya plastiki, mkasema mswaki wa miti ndio bora. Lakini ukweli mchungu ambao kliniki hazipendi kujadili kwa sababu ya urasimu wao ni huu. Mnachukua huo mti mgumu, mnakoroga fizi zenu kwa nguvu kila asubuhi, mkidhani mnasafisha, kumbe mnaharibu msingi wa meno. Mnakoroga fizi za meno hadi zinasinyaa, kuchubuka na kuanguka. Mnasababisha vidonda vya muda mrefu. Na hii
inaleta hatari kubwa ya kansa ya mdomo. Meno yenu yanalegea, yanaanguka, na sasa hamwezi hata kula ile nyama choma mnayoipenda sana. Mimi sizungumzi hapa ili kuwafurahisha kwa uongo. Nazungumza kwa usahihi wa kitabibu, kwa sababu nimeona maelfu ya wazee wakiteseka na magonjwa ambayo yangeweza kuzuilika kabisa. Huu ni ukweli mchungu ambao mfumo mzima wa afya unawaficha makusudi. Mswaki wa miti una kemikali zake za asili ambazo ni nzuri, ndiyo, lakini matumizi yenu na nguvu mnayotumia ni sawa na kusugua ngozi yenu laini na msasa mkali kila siku. Mnasugua kwa nguvu mkidhani mnatoa uchafu wa githeri na nyama, kumbe mnaua seli laini zinazoshikilia meno yenu kwenye taya. Andika kwenye sehemu ya maoni, daktari wako aliwahi kukuambia haya, au walikuacha tu uendelee kuharibu kinywa chako kwa sababu hawana muda wa kukuelewesha, au wanataka urudi ukiwa mgonjwa zaidi. Subscribe wakati hii bado inapatikana. Tunajenga jumuiya ya watu ambao hawakubaliani kibubusa na mfumo uliojaa siri na kuficha ukweli kwa manufaa yao. Bonyeza kiungo kilichopo kwenye maelezo ya video hii na ujiandikishe kwa ushauri wa bure. Ukibadilisha mbinu yako leo, ukaacha kutumia nguvu kupita kiasi na kuanza kutumia mswaki laini wa kisasa kwa njia sahihi, utaona mabadiliko makubwa sana. Ndani ya miezi 3, hatari ya kuvimba fizi inapungua sana na damu inasimama kabisa. Baada ya miezi 6, hali yako inatengemaa kabisa, vidonda vinapona, na maumivu wakati wa kutafuna yanatoweka. Ndani ya mwaka mmoja, viashiria vya afya ya kinywa chako vinaimarika, fizi zinapata nguvu tena, na utaweza kula chakula kigumu bila hofu yoyote. Mfumo wetu wa afya umejaa mapengo makubwa sana ambayo yanawagharimu wazee wetu kila kukicha. Wanakupa dawa za kutuliza maumivu ya meno na kukuandikia dawa za kuua vijidudu badala ya kukuonya kuhusu jinsi unavyojiumiza mwenyewe kila asubuhi na mswaki wa mti. Hawataki ujue kuwa kuzuia ni rahisi mara 100 kuliko kutibu kansa ya mdomo inayosababishwa na michubuko ya kila siku. Hizi ni siri ambazo hawataki mzifahamu kwa sababu wanataka mrudi hospitali mkiwa mmechelewa, tayari mnahitaji upasuaji mkubwa sana. Umekuwa ukifanya kosa hili kwa miaka mingapi bila kutambua? Fikiria gharama za matibabu ya kansa ya mdomo zinavyotisha nchini Kenya leo. Fikiria gharama za kung'oa meno yaliyooza na kuweka meno bandia ambayo hayatakupa ladha halisi ya chakula chako. Hizi ni pesa nyingi sana ambazo ungekuwa unawaachia wajukuu wako kama urithi, lakini sasa zinaenda kuishia kulipia bili za hospitali ambazo zingeweza kuepukika. Mzee, unastahili heshima kubwa, unastahili kufurahia uzee wako ukiwa na afya njema, ukila mukimo na nyama choma na familia yako bila kusikia maumivu makali yanayokukosesha usingizi. Usikubali kuwa mtumwa wa mazoea potofu yanayokumaliza polepole huku ukidhani unafanya jambo sahihi kabisa. Akeni kudarao mswaki wa plastiki uliolaini amkidhani ni wa watoto au vijana pekee ambao hawajui maana ya usafi. Mswaki laini wa kisasa, ukichanganywa na mbinu sahihi za kusafisha, unaokoa fizi zako na kulinda uhai wa meno yako kwa miaka mingi ijayo. Tumia mswaki wa miti kwa tahadhari kubwa sana, labda kama njia ya ziada tu ya kupata zile faida za kiasili, lakini kamwe isiwe kifaa cha kuchimba fizi zako mpaka zitoe damu na kuacha vidonda wazi ambavyo ni hatari kwa afya yako. Sisi sote tunapenda asili yetu. Tunapenda mitishamba na viungo vyetu vya kiasili kama tangawizi kwenye chai. Lakini sayansi ya kuzuia magonjwa imetuonyesha ukweli ambao hatuwezi kuupuuza tena kama tunataka kuishi maisha marefu. Kiungo kilichopo kwenye maelezo kinaongoza kwenye ushauri wa bure.
Jiandikishe wakati bado kuna nafasi. Afya yenu iko mikononi mwenu wenyewe na maamuzi mnayochukua kuanzia sasa yatabainisha jinsi mtakavyoishi miaka yenu ya usoni. Mfumo hautawajali mkizeeka na kupoteza uwezo wa kujitegemea au kutafuna chakula chenu wenyewe. Chukueni hatua madhubuti leo. Badilisheni mtazamo wenu kuhusu usafi wa kinywa na muokoe maisha yenu kabla ya muda kuisha. Msiwe miongoni mwa wale wanaojuta baadaye wakiwa kwenye vitanda vya hospitali. Kila kitu mnachojua kuhusu utunzaji wa meno yenu ni uongo mtupu. Ndiyo, mmesikia vyema kabisa. Wazazi wangu wa heshima, mmekuwa mkijidanganya wenyewe kwa zaidi ya miaka 50 iliyopita. Mnasema kila siku kuwa mswaki wa miti ndio bora zaidi. Mnadharau meno ya plastiki au miswaki ya kisasa na kujigamba mbele ya vijana jinsi ambavyo hamjawahi kukanyaga hospitalini kutibu meno. Lakini ukweli mchungu sana ambao hawakufundishi hata katika shule za matibabu ni huu. Huo mswaki wa miti ambao mnautafuna kila asubuhi uani, ukichanganywa na nguvu kubwa mnayotumia kusugua, unakoroga na kusaga fizi zenu hadi zinaanguka kabisa na kuweka mazingira hatari sana yanayochangia kansa ya mdomo. Kliniki nyingi hazitawaambia haya waziwazi. Mfumo wa matibabu umejaa urasimu mwingi ambapo inakuwa ni rahisi sana kuwang'oa meno yaliyooza pindi mnapofika mkiwa na maumivu kuliko kuwafundisha jinsi ya kulinda fizi zenu zinazobomoka taratibu kila siku. Tafadhali sana, bonyeza kitufe cha kufuatilia na kupenda video hii sasa hivi. Fanya hivi tu ikiwa unajali afya yako kweli na unataka kuishi maisha marefu. Lakini kwanza, hebu tuangalie kile ambacho hujawahi kusikia kutoka kwa daktari wako, na pale ambapo maagizo ya matibabu huwa kimya kabisa, yakificha ukweli huu unaogharimu maisha. Mmenasugua meno yenu kwa vijiti vigumu vya mwarobaini au mukau, mkiamini mnaondoa uchafu wote. Ukweli ni kwamba mnaondoa tabaka muhimu sana la ulinzi la meno yenu na kusababisha majeraha madogo madogo kwenye fizi kila kuchapo. Majeraha haya yanapopata maambukizi ya bakteria husababisha uvimbe sugu ambao mwishowe hufanya meno yalegege na kudondoka yenyewe. Sio uzee unaowasumbua, ni uharibifu wa makusudi mnaojifanyia kila siku. Hebu andika kwenye sehemu ya maoni. Daktari wako aliwahi kukuambia haya. Mfumo wetu wa afya umeundwa kwa njia ya kushughulikia magonjwa yakiwa tayari yamekuwa mabaya sana na hayawezi kuzuilika kwa urahisi. Wanangoja mpaka ushindwe kutafuna kabisa, mpaka uanze kumeza chakula kama mtoto mchanga asiye na meno, ndipo wakuambie sasa unahitaji meno bandia ya gharama kubwa sana. Bofya kiungo kilicho kwenye maelezo ya video na ujisajili kwa ushauri wa bure. Fuatilia ukurasa huu wakati bado inapatikana. Tunajenga jumuiya ya watu ambao hawakubaliani na mfumo kibubusa na wanataka ukweli halisi unaoleta mabadiliko. Mmekuwa mkisugua meno yenu kwa nguvu mkijivunia povu la asili la miti, lakini hamjui kuwa mnakata mishipa midogo inayolisha meno yenu, damu na virutubisho. Ni miaka mingapi mmekuwa mkifanya hivi bila kutambua athari zake? Mnaacha kutumia mswaki laini kwa kisingizio cha mila, na sasa mnaishia kunywa chai ya majani na tangawizi pekee, mkishindwa kabisa hata kugusa ile nyama choma mliokuwa mkiifurahia zamani. Huu sio mwisho wenu, na hakika mnaweza kubadilisha hali hii mbaya kuanzia leo hii ikiwa mtasikiliza kwa makini. Ikiwa mtaanza kutumia mbinu sahihi sasa hivi, kuacha kusugua fizi zenu kwa ukatili usio na maana na kuanza kutumia miswaki yenye nyuzi laini inayopendekezwa, mtashangazwa sana na matokeo chanya. Katika kipindi cha miezi 3 tu, hatari ya maambukizi kwenye fizi inazidi kupungua kwa kiasi kikubwa sana. Baada ya miezi 6, hali ya ufizi inaimarika na kutulia kabisa na kuzuia meno yaliyosalia kulegea au kudondoka ovyo. Na ndani ya mwaka mmoja tu wa mabadiliko haya,
Viashiria vyote vya afya ya kinywa vinaboreka. Hatari ya vidonda vya mdomo vinavyoweza kugeuka kuwa kansa inashuka, na mtapata tena ule ujasiri wa kutafuna chakula chenye afya bila shida yoyote. Fikiria kwa kina kuhusu gharama kubwa za matibabu ya kansa ya mdomo au upasuaji wa kuweka meno bandia hospitalini. Tunazungumzia mamia ya maelfu ya shilingi ambazo zinateketea. Hizi ni pesa ambazo mngeweza kuwaachia wajukuu wenu kama urithi, pesa za kusaidia kujenga na kuendeleza familia zenu. Lakini badala yake zitamezwa na mfumo wa matibabu kwa sababu tu ya makosa madogo mnayofanya kila asubuhi uani kwenu. Ni wakati muafaka wa kuacha kiburi cha kizamani kisicho na msingi na kukubali sayansi ya utunzaji wa kinywa inayolinda uhai na heshima yenu katika jamii yetu. Huwezi kamwe kufurahia uzee wako ikiwa kila unachokula kinakupa maumivu makali, au ikiwa unashindwa kutafuna nyama choma ukiwa na marafiki kwenye sherehe. Ninawaambia haya kwa sababu ninawajali kwa dhati kabisa kutoka moyoni mwangu. Mfumo wa kimatibabu hautawafuata majumbani mwenu kuwaonya kuhusu athari za vijiti hivi mnavyotafuna. Wanasubiri tu mfike hospitalini mkiwa mmechelewa sana, mkiwa na maumivu makali yasiyovumilika, ili wawatoze pesa nyingi bila huruma yoyote. Msikubali kuwa waathirika wa urasimu huu wa kimya unaoangamiza wazee wetu. Afya yenu ya kinywa ndiyo lango kuu la afya ya mwili mzima. Bakteria wabaya wanaoingia kupitia fizi zilizojeruhiwa wanasafiri kwenye damu hadi kwenye moyo na ubongo wenu. Kulinda meno na fizi zenu sio tu swala la urembo wa nje, ni swala zito la kuokoa maisha yenu na kuepuka mateso makubwa ya uzeeni. Anzeni leo hii kufanya mabadiliko haya muhimu. Tumieni mswaki laini kila siku, safisheni kinywa kwa uangalifu mkubwa, na msijeruhi fizi zenu kwa kisingizio cha mila potofu. Kiungo kilicho kwenye maelezo ya video kinaongoza kwa ushauri wa bure. Jisajili wakati bado kuna nafasi zinazopatikana. Msiache fursa hii muhimu iwapite hivi hivi. Chukua hatua sasa hivi, lindeni afya yenu ipasavyo, na mrudishe furaha ya kula chakula mnachokipenda bila hofu. Nyinyi ni nguzo za jamii yetu, na tunawahitaji mkiwa na afya njema, tabasamu pana, na nguvu za kutosha kutuongoza vyema. Maamuzi mnayofanya leo yataamua ubora wa maisha yenu ya kesho.